Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odid. Zanzibar inajulikana kwa mandhari yake ya kupendeza na likizo za kifahari zinazowavutia watalii kutoka pande zote duniani. Lakini nyuma ya fukwe na hoteli hizo za kifahari kuna mabadiliko makubwa yanayobadilisha namna biashara inavyofanyika. Sio kuhusu mandhari au huduma, hapana, bali kuhusu sarafu ambazo sasa shilingi ya Tanzania pekee ndio inayotakiwa kwa malipo na miamala ya kila siku. Elizabeth Kazibure alikuwa Zanzibar na kututumia taarifa ifuatayo. Unapofikiria likizo ya ndoto yako visiwani Zanzibar kwenye fukwe nzuri, hoteli za kifahari na chakula kitamu, sasa kuna kitu kipya kinachobadilisha utalii. Dola ya Marekani hairuhusiwi kutumika tena kwenye miamala ya kila siku. Shilingi ya Kitanzania ndio sarafu pekee inayotakiwa kutumika kwenye hoteli, migahawa na maduka. Sheria hii imekuwepo tangu mwaka 2006. Lakini sasa inatekelezwa kwa ukali zaidi, hasa katika sekta ya utalii. Kuna mlipuko mkubwa sana wa kila mtu anaanzisha biashara yake, anataka atumie sarafu ya kigeni. Kwa hiyo ndio tumeona kwamba tutengeneze kanuni, sheria na miongozo ambayo itaweza kuwabana hawa watu ambao wanataka kutumia sarafu za kigeni, hasa dola, katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu imeleta chaos, imeleta shida, imeleta vurugu, imeleta usumbufu mkubwa sana kwa watu wetu. Lakini bado watalii wengi hufika wakiwa na dola pekee. I have a US credit card. Nina kadi ya benki ya Marekani, kwa hiyo ndio nilotumia kufanya malipo hapa. Mwanzoni nilikuwa nafikiri labda niende benki nichukue pesa taslim, lakini nilisahau kuipigia benki yangu, kwa hiyo nadhani wao walidhani ni wezi. Nikajaribu kadi zote hazikufanya kazi, ndio nikatumia ile ya Marekani. So I use the US one now. Tanzania shilling is easier to use. Shilingi ya Tanzania ni rahisi kutumia kwa sababu kila mtu hapa anaitumia. Dola ina nguvu zaidi, lakini itaondoa thamani ya shilingi. Shilingi ya Tanzania ni bora zaidi kwa watalii na kwa watu wa hapa, hasa kwa sababu tunaishi katika kijiji kidogo ambacho ni vigumu kubadilisha fedha. Na licha ya sheria hiyo, baadhi ya biashara visiwani Zanzibar bado zinakubali dola. Kuna wageni wengine wanakuwa hawaitambui shilingi, pengine wamekuja vacation siku 2, siku 3, wengine wana dola tu, wameizoea dola. Kwa hiyo wakisema waitoe dola, pia kwa wageni inawawia vigumu kutumia shilingi. Wapo wageni ambao wanatumia dola tu mpaka wanaondoka. Hata hivyo, baadhi ya wamiliki wa biashara wanaunga mkono matumizi ya sarafu ya Tanzania. Kwa kuipa kipaumbele pesa ya Tanzania, manake ni kwamba unaipa pia, unaiongezea thamani. Kila atakaye kuja hapa lazima atumie pesa yetu ya nyumbani. Lakini pia wazawa wanakuwa hawapati shida kwenye matumizi ya kulipa hotels, kwenda kwenye vivutio. Maana kwa sasa hivi sehemu nyingi ukiwaambia nahitaji kitu fulani wanakutajia kwa pesa ya dola. Wachumi wanaamini kuwa matokeo ya mwisho yatakuwa ni kuimarika kwa uchumi. Kunaleta ule ulazima wa kulifanya taifa la Tanzania litambulike kupitia sarafu yake au fedha yake, na haitegemei fedha za taifa lingine. Wao pia wanabainisha haraka kwamba Tanzania haiondoi kabisa matumizi ya dola au fedha nyingine za kigeni katika miamala yote, bali inataka sarafu ya ndani itumike kwa malipo ya kila siku ya ndani ya nchi, kama sokoni, madukani, shuleni na hospitalini. Taasisi kama TTSSP zinafanya kazi ya kuelimisha jamii kuhusu sheria hiyo. Mikakati iko mingi ya kutumia media, radio, TV, maonyesho na matukio makubwa katika kuhakikisha kwamba tunapeleka elimu na tunajenga uelewa kwa watu wanaohusiana na hii sheria. Wakati wengi wakiona kama usumbufu, Tanzania inatazama mustakabali wake wa baadaye wa uchumi thabiti na utalii wa heshima. Na kadri sekta ya utalii inavyojipanga kukabiliana na mabadiliko haya, matokeo yake kamili yataonekana katika miaka ijayo. Elizabeth Kazibure, BBC, Zanzibar.